Tofauti ya roho na nafsi iko hivi. Roho inatoka kwa Mungu. Nafsi inaumbika kwa mfumo wa akili na hisia. Maana yake kuna mwili kidogo na roho kidogo, kwa sababu kwenye nafsi kuna akili ambayo imetoka kwenye roho na kuna hisia ambazo zimetoka kwenye mwili. Kwa hiyo hivyo viwili vikiungana pamoja vinaitwa nafsi. Sasa nafsi huwa inategemea na mtu ana kiwango gani cha imani, na nafsi yake ndio inakuwa kubwa. Nafsi ndiyo inayomtofautisha huyu na yule, lakini roho ni ya Mungu. Roho iliyomo ndani yangu na roho iliyomo ndani yako ni moja. Kwa hiyo kinachotutofautisha ni jinsi gani ya kujaza kile kikombe, kwamba mimi katika kuomba kwangu ninaomba nguvu zile za kiroho zinakuwa nyingi, kwa hiyo nakuwa na roho kubwa zaidi, na yule ambaye haombi anakuwa na ile roho inayomfanya awe hai, lakini hawi na kiwango kikubwa cha roho. Kwa hiyo uwezo wake wa akili, ufahamu, maarifa na hekima unakuwa ni mdogo, kwa sababu kiwango chake cha roho ni kidogo. Lakini nafsi pia, nafsi kuna mwingine nafsi yake ni ndogo na nafsi yake mwingine ni kubwa. Tofauti ya nafsi haitegemei wokovu. Kuna mtu ameokoka ana nafsi kubwa na kuna mtu ameokoka ana nafsi ndogo. Kuna mtu hajaokoka ana nafsi kubwa na kuna mtu hajaokoka ana nafsi ndogo. Mnielewe sana hiki ninachosema. Kuna mtu ameokoka ana nafsi kama ya mtu ambaye hajaokoka, lakini roho ya aliyeokoka ni kubwa kuliko roho ya mtu ambaye hajaokoka. Kuna mtu ameokoka ana roho kubwa kwa sababu ameokoka, lakini ana nafsi ndogo kuliko mtu ambaye hajaokoka. Ni rahisi tu kuona kwamba mtu aliyeokoka anaomba msaada kwa mtu ambaye hajaokoka, kwa sababu mtu ambaye hajaokoka ana nafsi kubwa ya kupata riziki kuliko mtu ambaye ameokoka. Sasa mtu ameokoka lakini amepoteza nafsi. Katika kupoteza nafsi hajui kuirudisha ile nafsi. Kuna mtu ameokoka lakini amenyang'anywa nafsi. Ana roho kubwa, akiomba watu wanapona, akikaa sehemu watu wanafunguliwa, lakini hana mipaka. Mipaka ya baraka zako